yale majini niliyowafungia, mlipofika mpakani ya kwamba ndo mnaingia bara, yakawa yamekomea pale, yakarudi baharini, maana kwenu mnakoishi hakuna bahari. Basi huyo nyoka atakuja kukulamba kwenye miguu. Akaniambia, utaweza? Kamwambia, kwa hilo nitaweza, wala halina shida, koja nikalambwe miguu ili nipate mali. Bwana Yesu asifiwe sana, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyetupa afya iliyo njema, na mpaka kufika hapa nilipo ni jambo la kumshukuru. Maana tangu kuzaliwa kwangu sikutegemea kwamba naweza nikalifahamu jina la Yesu, lakini kwa neema yake amenipa uwezesho. Napenda kuwasalimu kwa jina hili ambao wengi wao yaweza kuwa nikilitaja jina la Yesu wasiweze kuamini ya kwamba tunamaanisha nini, ila huko sitaki nielezee. Napenda kuelezea juu ya maisha yangu. Mimi ni mtoto wa 5 katika mama, wanaume tuko 2. Kwanza nianze na jina langu. Jina langu naitwa Mtumishi Musa Mwiguru. Nafanya kazi katika wilaya ya Mkarama, mkoa wa Singida. Kazi yangu kwa upande wa Bwana ni mtumishi wa Mungu ambaye namtumikia, lakini najishughulisha na kazi zingine ambazo zinanipatia riziki la kuweza kuniwezesha maisha ya hapa duniani, lakini huko sitaki nigusie sana. Napenda kueleza jinsi nilivyolelewa. Maisha yangu tangu kuzaliwa kwetu, tumelelewa katika mazingira ambayo tulikuwa tunategemea uganga, na nimekuwa na hiyo imani, na hata pia wakati watu nikiona wanaenda makanisani, nilikuwa naona kama vile watu wanaenda kama vile kucheza. Sikuelewa wanaenda kufanya nini, isipokuwa mimi nilikuwa naamini maisha ni kutegemea waganga. Maisha yangu nimekulia katika dini ambaye tuliaminishwa ni dini ya kuabudu mizimu. Nimeabudu sana, kama kwenda kutoa hela kwenye makaburi nilienda, nikiamini ya kwamba nikitoa pale natoa kama sadaka ambayo naweza nikatoa matatizo, lakini sikuona kitu chochote ambacho kimenisaidia. Na ndivyo maisha yao niliishi. Nilizunguka mikoa mbalimbali, hasa nilipokuwa kijana ambao sasa najiketi au nimeanza kujitegemea katika maisha yangu. Nikaona ya kwamba wazazi wangu walikuwa na kuanza kunihadisia, ukienda sehemu fulani utakutana na mganga fulani, lakini nilipokuwa mtu mzima, wakati nazunguka wale waganga wa karibu, basi niliendelea kupata marafiki. Baadaye kuna rafiki yangu mmoja tuliweza kukutana maeneo ya Igunga. Niambia kuna mganga mmoja anatoa dawa nzuri, yuko mkoa wa Bariadi. Kwa sababu imani yangu nilikuwa naamini sana dawa nilikuwa nahitaji kwa ajili ya kilimo na biashara. Baada ya pale niliweza kusafiri mpaka Bariadi, nikafika kwa mganga mmoja. Ni mama kanipokea, kaniambia karibu mwanangu, nami nikasema asante mama, nashukuru kwa kunikaribisha. Kabidi nimuelezee matatizo yangu na shida yangu. Siku ya kwanza aliweza kuniambia kwamba nikae siku 2 kisha ataniambia. Niliweza kukaa hizo siku 2, na huyo mama alikuwa na ng'ombe. Nilipokaa siku 2 wala sikupata nafasi ya kuonana naye kulingana na msongamano wa watu. Watu ni wengi ambao wana matatizo mbalimbali. Lakini siku ya 3 niliamua kutoka pale, wakanipa kwamba niwasaidie kazi ya kwenda kuchunga. Niliweza kwenda, baadaye nikarudi, nilikaa japokuwa sikumbuki siku zilizidi kwenda sana. Baadaye yule mama aliweza kunisaidia, nikarudi, lakini kitu ambacho nilikitarajia nikaja sikuona mafanikio. Kabidi mwaka wa 2 nikarudi. Nikamwendea nikamwambia mama, sikufanikiwa kurudi mafanikio ambayo nilikuwa nayahitaji, bado mambo hayajaenda vizuri. Sasa akaniambia, mwanangu, sikate tamaa, tuendelee. Basi aliendelea na kuniagua na kuniangalia katika kupiga ramli. Baadaye aliniambia, ukifika nyumbani ukafyagie katika kaburi la mzababu. Sisi kwa kabila letu tunaita ni sawa na mama yangu. Niliweza kutii, nikarudi nikaja kufyagia, lakini sikuona mafanikio.
Nikarudi mara ya 3 huko Bariati. Mama alienda kulala akasema kwamba nimeonyeshwa dawa fulani. Hiyo dawa iko njia panda, na hiyo dawa itaagua watu wengi, itatoa homa mbalimbali. Kulingana na ile imani, mimi nilikuwa na imani sana na waganga, sababu nimekulia katika mazingira ya kulelewa hayo. Basi kesho yake tuliamka, nakumbuka tuliweza kukodisha pikipiki za watu ili kwenda, maana ule dawa ambayo tulikuwa tunaenda kuichimbia ilikuwa mbali, pikipiki kama 8, kila pikipiki ilikuwa shilingi 10,000. Nami miongoni niliweza kutoa, kaongozana katika ile safari. Hiyo safari nakumbuka tuliondoka na mbuzi mmoja alikuwa ni mweupe, na jogoo mmoja alikuwa mwekundu, na mwingine ni mweusi. Kuku walikuwa wawili. Tulipofika eneo la sehemu ambayo tunaenda kuchimbia dawa, tulikuta mto una njia panda. Manake umegawanyika sehemu mbili, japo kuwa ile sehemu nyingine ilikuwa ikimbizi maji, ila una msalaba. Mama akasema hapa ndo nilionyeshwa. Katuanza kutuambia sharti la hii dawa niliyoonyeshwa, nimeambiwa ni ya kuchimba, sio kwamba tumevaa nguo. Sababu na sisi nilikuwa na imani na dawa, na wote ambao tulienda huo msafara tuliona sio kazi rahisi. Tuliamua kuvua nguo na mama akavua nguo, tukaendelea kuchimba dawa. Lakini hiyo njia walikuwa wanapita watu, wakija watu tunawaambia pita, sababu watu wanaona ni vitu vya maajabu au kufanikiwa kupita, na hasa wanawake walikuwa wakitukaribia wanakimbia. Lakini tunawaambia jamani, sisi tuna mambo yetu, naombeni msiogope. Hayo maisha niliendelea nayo. Baadaye niliporudi akatupa ile dawa, sikuona mafanikio. Maisha nikaona bado hayaendi. Nikaanza kulingana na pelelezi na kukutana na marafiki mbalimbali, nikapata tetezi wa mganga mmoja Sumbawanga. Huyo mganga niliweza kumpata kwa rafiki yangu mmoja ambaye sitamtaja kwa jina. Alinionyesha ni mfanya biashara mzuri tu. Kaniambia yupo mganga mzuri sana, ukienda ataenda kukusaidia hilo tatizo lako, ila uwe na moyo tu mkubwa, wewe si mtafutaji. Kamwambia bila shida, ukinipa masharti nikajiridhisha naweza nikasafiri. Huyo jamaa aliweza kunipa masharti, akasema kwamba mganga yule utakapoenda anakuwa na nyoka ambaye ni chatu, ile nyoka mkubwa. Ile nyoka amemjengea kajumba kadogo kama choo, lakini utakuwa unaamka saa 11, utapewa ile masharti. Tutaenda saa 11, mambo yako yakikaa vizuri, basi huyo nyoka atakuja kukulamba kwenye miguu. Akikulamba kwenye miguu, basi ujue mambo yako yamekubaliwa na utakuja kufanya biashara vizuri. Kwa vile mimi shida yangu nilikuwa natafuta sana uchumi, shida yangu nipate pesa, maisha yawe mazuri, maana nakuta watu wanapita na magari, wanajenga majumba mazuri. Lakini hasa mimi niliamini sana waganga. Lakini yule jamaa aliponionyesha akaniambia utaweza, kamwambia kwa hilo nitaweza wala halina shida. Kabla ya aliponiuliza kwamba utaweza, nikamwambia je, mambo yangu pengine yakakataa, hawezi kunizuru? Aliniambia hawezi kukuzuru, sipokuwa hawezi tu kusogea kuja kukulamba kwenye miguu. Basi akaniambia utaweza, kamwambia kwa hilo tu wala halina shida, sababu hawezi kunizuru, ngoja nikalambwe miguu ili nipate mali. Huo mwaka nakumbuka ilikuwa 2012. Basi niliweza, kwa sababu wakati tunaongea tulikuwa ni majira ya masika. Nilipopata mavuno yale ya mwaka 2012, niliweza kweli kusafiri kwa yule mganga, nikamkuta. Nilipomkuta nikamsalimia, kanikaribisha vizuri, nikala chakula cha jioni. Kesho yake kaamkia kwenye majukumu yake, alikuwa ni babu. Alipoamkia kwenye majukumu, na mimi baadaye nikamfuata. Majira ya saa 4 tukarudi pale nyumbani. Tukakuta familia, alikuwa hana familia kubwa sana, alikuwa anaishi na mke wake na mtoto wake wa kiume. Tukamkuta mama hayupo na mtoto wake wa kiume hayupo. Basi yule mganga akaniambia karibu mwanangu, akaniuliza umepataje kupafahamu huku? Namwambia rafiki yangu mmoja amenionyesha ila ramani, na mpaka hapa nilipo ni fulani aliyeweza kunifikisha. Nashukuru fulani namfahamu, na huyo rafiki yako naye mtaja kweli namfahamu, na anakujaga hapa, na mpaka unapomuona kiwango chake na ndo mimi niliweza kumfikisha. Kwa na kukaribisha sana. Nikamwambia asante.
Kaniambia, kijana, usafiri kutoka Singida mpaka Rukwa ni sehemu ndefu sana, shida yako ni nini? Kamwambia, mimi shida yangu mzee, natafuta maisha ni magumu, tamani na mimi niishi kama watu wengine. Lakini yule mzee kaniambia, usiwaze, mimi nipo na nasaidia watu, sio rafiki yangu tu uliyemwona, bali ni wengi ninayewasaidia. Ikabidi aniulize, rafiki yako mpaka kufika hapa amekwambia nini? Ikabidi nimweleze kwamba mimi picha amenipa, we ni mganga wa kienyeji unasaidia watu, kuna 1 2 3 kama nilivyoeleza awali kwamba mambo yako natumia hivi na hivi. Lakini nilivyomweleza hivyo, akasema alipokueleza ni tofauti kabisa na mimi mambo ninayofanya. Kwa hiyo naomba labda ujaribu kumuuliza au kumweleza akueleze upya. Nikamwambia, kwa vile baba nimesafiri mpaka kufika kwako na wewe umesema ni mtaalamu, haina haja nimpigie wewe, si ndo nimekukuta? Naomba tu nieleze na uniweke wazi kulingana na jinsi wewe unavyomsaidia mtu kulingana na haja anayohitaji. Ganga akaniambia, wewe unataka utajiri wa namna gani? Naambia, mimi nataka tu utajiri wa kumiliki vitu vingi kama magari, nyumba na pesa, ili maisha yangu yaweze tu kuyakimu. Kaniambia, lakini umejipanga? Kujipanga mpaka kufika huku baba, mimi nimejipanga, ila isipokuwa ninakusikiliza kama mwenyeji. Ile mganga akaniambia, bwana, rafiki yako alipokuambia kama ni rafiki yako, mimi wala siendi kama jinsi alivyokueleza. Mambo yangu mimi nina mambo matatu. Jambo la kwanza, kwa zile sifu unavyozitaka na nia yako unayoitaka, kama una moyo unaweza ukamtoa hata ndugu yako. Kwanza aliniuliza, wewe ustajiri unayeusemea unataka wa makampuni au wa kiaja au wa kiasi? Kaniambia, mimi nataka mambo yakienda vizuri nataka hata makampuni. Naambia, ukitafuta makampuni ndugu yangu utakuwa unakaa miaka 4 unaua mtu mmoja. Nina mganga wangu yuko Zanzibar, ndo anayemtumia na ndo anayemtengenezea. Nikamuuliza, huyo mganga anatengeneza kwa njia ipi? Akasema, yule mganga anasoma tu dua, kisha asoma dua zake, ni Muislamu. Kisha asoma zile dua, mambo unaenda kufanya biashara vizuri. Kwa sababu nilikuwa na hamasa sana ya kupata pesa na mambo nilikuwa naona kama vile hayaendi. Mwaka ule sasa 2015 hiyo, ilibidi tuongozane naye jamaa, tukafika Chalinze. Nakumbuka tulifika majira ya saa 2 ya usiku, tukaunganisha, tukakata njia ya mkato kuelekea Tanga. Tulifika saa 11 ya alfajiri. Tulipofika basi kabidi tuelekee baharini kwenda kuangalia usafiri, maana meli ilikuwa bado haijafika. Tukauliza namna tunaweza tukapata usafiri wa tofauti na meli, wakasema kuna mashua, majahazi. Tukaelekea pale, tukawakuta nahodha, tukawauliza tuna safari ya kwenda Zanzibar, Unguja, Pemba na kwenda Pemba. Sema karibuni, tupo tunasafirisha. Basi tuliweza kukata tiketi, tukapanda kwenye lilo shua, tukakaa, maana ule mto huwa unahama, ye bahari huwa inahama. Baadaye tukatulia mchana kote, tukawa tunazunguka. Baadaye ilipofika majira ya saa 2 ya usiku, maji yakawa yamerudi sasa, yakawa yamejaa. Tukapanda, tukaenda tukamkuta yule mganga, katukaribisha, kaanza kuniangalia kwenye mambo yake anayoangalia, asoma dua zake, akachoma maudi. Alipochoma kaanza kusema, mbona nakuona kijana una machumi? Wao wanatumia machumi, yani kipato. Kijana, mbona nakuona una machumi, unatafuta machumi gani? Ambia, mambo bado hayajakaa vizuri, kwa nahitaji. Mnataka ipi sasa? Kaambia, tunataka tu ya biashara. Kipindi kile 2015 sehemu ambayo nilikuwa nauzia watu
vijana nilianza kuwaona watu wanaishi sana kwa kuchukua pesa za watu kwa njia ya chuma ulete. Nafanya biashara lakini wanachukua kwa njia ya chuma ulete. Tukamwambia mzee, unaweza ukatutengenezea na sisi chuma ulete? Akasema inawezekana, ila nitawapa sharti moja. Mnaweza mkalibeba yai kutoka Zanzibar mpaka kule bara, lisife njiani. Mkilifikisha utaenda kulipasua kwenye hilo duku naouza. Kaambia hiyo ni kazi ndogo mzee, hiyo nitaweza. Basi kabidi yule mganga akatutengenezea, akachora maandishi ya Kiarabu, sisi hata hatuelewi, kasoma dua, katukabidhi yale mayai. Na rafiki yangu huyo tukarudi. Tuliporudi, na kweli kwa sababu si tulikuwa tunajua tunaenda na Mungu, kumbe ambaye tulipokuwa tunatembea hatukuwa tunaenda sisi. Wakati tunatembea tunajua kwamba Mungu anatusaidia, kumbe tulipofika nyumbani tulishukuru Mungu, akasema ya kwamba asante Mungu umetufikisha salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tulifikisha wote wawili. Mwenzangu alifikisha lilo yai, tulikaa makini sana. Tuliabana kwenye mabeji yetu. Mabeji yetu hatukuyaweka hata kwenye siti ya gari, ili tulazimu tuyashikilie mkononi kwa kofia, tunaweza tukakandamiza mayai yetu. Tukaweka kwenye buti. Hatukuweka kwenye buti. Tulipokaa kwenye siti za gari tukapakatia kama vile mtoto. Tulifika salama, tukatengeneza mambo, lakini mambo niliona bado hayaendi. 2016 tukampigia huyo mganga, nikamwambia mambo bado hayaendi, shida ni nini? Katuambia basi nitakuwa mrudi nije niwatengenezee jini, ila sasa hilo jini nitaweza kulipia hela? Kamwambia linagharimu shilingi ngapi na hilo jini linatusaidia nini sisi? Kasema hilo jini ni kwa ajili ya kupata kama chuma ulete. Kamwambia tunaweza, labda tutajie gharama tukiwa bado tuko bara, ili tunapofika kule tujue kwamba tunaweza. Yule mganga, sababu tulikuwa tumetengeneza, rafiki yangu alikuwa ametengeneza mahusiano, maana alikuwa anaenda mara kwa mara. Kamwambia nyie mmejipangaje? Mseme kwa kinywa chenu nyinyi. Tukasema sisi bwana tuna 300,000. Aliweza kutukubalia kwamba basi njoeni, ila mambo kadri yanapozidi kwenda basi naweza mkarejesha, manake hilo jini huwa nawatengenezea kwa 700,000. Kwa mambo yenu yakienda vizuri mtamalizia 400,000. Tukashukuru sana, tukasema Mungu asante. Bwana Yesu asiwe sana. Baada ya pale tukafunga safari kwa mara ya pili. Tukamkuta mganga akatutengenezea, alipotutengenezea tukarudi. Tuliporudi alituandikia makuruani, makaratasi mengi, na katuambia kwamba mkifika kwenye hilo ofisi zenu mkitaka kuondoka, katuambia kwamba mtachana makaratasi. Takuwa unachana hata karatasi 10, unaweka kwenye draw unaoweka pesa, alafu unachoma udi. Basi unaongea, kuna maneno ambayo alitufundisha, japo sasa hivi imekuwa muda mrefu kidogo yamenitoka. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya hivyo, lengo la kupasua karatasi ili kesho tukute angalau zile karatasi zimegeuka kuwa pesa. Tulifanya siku ya kwanza asubuhi, tuliporudi kila mmoja kwenye ofisi yake akakuta ni zile tu karatasi. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa kweli tulipitia changamoto ngumu, hasa rafiki yangu tulipoenda, kulingana na kwamba alikuwa anamwamini sana yule mganga, yeye aliweza kumwachia kama 400,000, na aliporudi hapo hali yake ilikuwa mbaya kweli. Basi tukaendelea. Siku ya pili haikubadilisha chochote, tukafanya kama tulivyoelekezwa. Siku ya pili naye haikubadilisha kitu chochote, tukakuta hakuna kitu chochote, karatasi hizo. Kabidi akampigia tena rafiki yangu, baba, mbona tunafanya kitu hakuna? Kasema nimejaribu kuangalia kwenye runinga zangu yale majini niliyowafungia, mlipofika mpakani ya kwamba ndo mnaingia bara, yakawa yamekomea pale, akarudi baharini, maana kwenu mnakoishi hakuna bahari. Kwa kweli ilituumiza sana na rafiki yangu.
Tukamuuliza sasa tutafanya mbinu gani? Labda mfanye kurudi tena. Pesa tukawa tumeishiwa ule mwaka 2026. Ikabidi tuendelee na waganga hawa wa karibu karibu ambao ni wadogo wadogo, maana wale wako karibu. Tukaendelea kufanya biashara kwa hiyo imani. Lakini mwisho ya yote mwenzangu hakuwa hata na mashamba. Alikuwa anategemea kukodisha, mtaji ndo umeishia kwa waganga. Wamesha kula na hakuna namna ya kwenda kumdai. Mwishoni mimi ni 2017 nikajiketi tena nikajikita kulima. Kalima kidogo nikapata chochote, lakini mtaji wangu kawa haukizi. Nikaamua kukifunga ile biashara. Shetani pale akawa amenivuta, nikawa na tamaa ya ulevi. Nikaingia kwenye kikundi cha ulevi, kamtumikia shetani ndani ya miaka miwili. 2017 na 18. Na 19 uchumi wangu ukawa umekataa kabisa sasa. Nikawa pesa hakuna, halafu nikaangalia ukienda kwa mganga uwezi ukaenda mikono mitupu. Kama tunapoenda kanisani watu wanaenda tu wanasali, unatoka na amani inakwepo, lakini kwa mganga bila pesa huwezi. Mwaka 2019 huo ulipofika mwezi wa 10, nyakati sasa zimeanza kukaribia nyakati za masika. Nikawa nawaza mwaka huu kwanza nalimaje? Maana katika kilimo sijawahi kulima tangu nikue, sijawahi kulima bila kuchanganya dawa. Iwe mbegu, iwe naenda kwenye biashara, lazima nishike dawa. Sasa huo mwaka nikawa sina lamani yoyote. Nikawaza nifanyaje haya maisha? Pesa sina, nikienda kwa mganga naye hata nielewa. Ilibidi mke wangu yeye alishampokea Yesu 2018. Baada ya tayari nilishakuwa nimeoa. Maana kwenda kwa waganga ni maisha yangu yote niliyekulia. Kwa wakati naoa nilikuwa naenda kwa waganga, ila sio mbali, ni karibu. Kwa mpaka wakati inafika 2018 mke wangu alikuwa anasumbuliwa na kifua na miguu. Na pesa kipindi hicho ndo kimeanza kupungua. Ilibidi nikamwambia, mbona nawaona watu kama vile wakienda kanisani muda mwingine kama vile wakiombewa kama vile wanapona. Sasa hivi hatuna hela, hebu jaribu nenda. Ukajaribu na kule wende unaweza ukapona au ukapata msaada. Lakini mke wangu alienda kufanywa maombi mchungaji. Wiki ya kwanza, wiki ya pili akasema miguu sasa hivi haiumi. Wiki ya tatu akasema kifua nacho kimekuwa chepesi. Mpaka anamaliza mwezi mmoja afya yake ikawa iko vizuri, asumbuliwi na maradhi yoyote. Basi mimi nikaendelea na waganga. Lakini ilipofika 2019 hiyo na mimi nikawa nimeishiwa ujanja. Sina pesa ya kwenda kwa mganga. Ikabidi sasa lengo langu mimi sikushuhudiwa na mtu yeyote. Kwenda kwa kanisani mimi nilienda kwa njia ya kukosa pesa. Nikasema angalau nikaombewe mbegu ili niweze kupanda, lakini nitakapopata nitaendelea na mambo yangu. Bwana Yesu asiwe sana. Kumbe ndo ilikuwa njia ya kuokolewa. Basi bwana, nikaenda kanisani, kamkuta mchungaji. Nilipoingia yeye mchungaji akawa na wazo ya kwamba pengine labda nimegombana na mke wangu, labda nimekuja kumsema kwake. Lakini nilipomweleza ya kwamba nimekuja kutubu, siku hiyo ilikuwa ni furaha sana. Watu walirukaruka sana, hata mke wangu aliruka kiasi fulani. Hata pale ambapo nilienda kupigia magoti, aliweza kutoa kitenge mke wangu akaenda kutandika pale. Na hilo jambo liliwashangaza wengi. Bwana Yesu asiwe sana. Lakini lengo langu nilipompokea Yesu, sikumpokea kwamba, kwanza nilikuwa sielewi kwamba Yesu anasaidia nini, au Yesu huyu anaweza kabadilisha nini ndani ya maisha yangu. Ni kama vile pindi cha mpito. Kwanza mimi nilikuwa naamini ya kwamba akiomba mchungaji hata yanafunguka mambo. Habari ya kwamba ndo Yesu anayefanya nilikuwa sijui. Lakini baada ya kumpokea Yesu 2019 hiyo, nikaombewa mbegu, tukalima. Wakati tunalima, dawa zingine nilikuwa bado ninazo za waganga, sikutupa. Baada ya kuanza kulima, nikalima, chakula tukapata kiasi. Baadaye ile imani ilianza kuniingia.
Nilipopata kiasi hiyo 2020, hiyo 2019, 2020 ndo tukawa tumevuna. Tulipovuna tukavuna kiasi. Nikawaza hiki kitu nikikipeleka tena kwa mganga bado ni kichache. Naenda kanisani lakini imani haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. 2020 nikawa nimepewa kazi moja ya hapo kanisani, kuwa msaidizi wa mzee wa kanisa. Mchungaji wangu kanipa hiyo nafasi. Nikawa najiuliza, mchungaji ananipa hii nafasi, anajua kwamba mimi bado sijaokoka vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliponipa hiyo kazi, moyo wangu sasa ukawa na imani. Nikawa nawaza, sasa hivi nilivyopewa kuwa msaidizi wa mzee wa kanisa, maana hilo kanisa letu wakati naokoka lilikuwa changa, ilikuwa hakuna vijana, kulikuwa na wamama wachache. Manake kanisa hasa ilikuwa kama mchungaji tegemezi. Ndio maana aliwahi kuniingiza kwenye kile kitengo ili angalau niwe nasaidia. Aliponipa kwenye ile kitengo cha kuweza kuwa msaidizi wa mchungaji wa mzee wa kanisa, angalau tena moyo wangu kawa unaumia sasa, maumivu, kwamba haya sasa hapa nitapataje nafasi hata ya kwenda kwa mganga? Na hapa mchungaji anasema sisi tusitumie dawa. 2020 nikaendelea na hiyo imani, nikawa na hofu tena kwenda kwa mganga. Hata zile dawa 2020 hiyo nilichukua maamuzi ya kuzichoma mimi mwenyewe. Namwambia mke wangu, kama nyinyi hamtumii dawa, kwa nini mimi nimebaki nazo alafu hata sizitumie hata mimi? Zinanisaidia nini? Basi kama kuna jambo ambalo litakuja juu yangu, basi takalonipata Mungu atasimama. Imani sasa ikawa imeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ashukuriwe Mungu. 2020 ikapita, 21, basi mchungaji aliweza kuniteua nikawa mzee wa kanisa maalum. Sasa mzee ambao alikuwepo ilibidi akaomba staff, nikawa sasa mchungaji akitoka ndo mimi nabakia pale kanisani. Kaanza kujifunza na kufundisha, kanifundisha na mimi Mungu akanijalia kapata ule upeo, kawa nafundisha na kuwasii watu. Na Yesu asifiwe sana. Hatimaye mpaka inafika 2021 hiyo imani yangu ikawa imeingia, kwamba nikapambanua sasa ya kwamba Yesu anaweza, na mambo nikaona yakaanza kubadilika. 2022 mambo sasa yakawa yameanza kubadilika. Nikawa napata pesa japokuwa sio nyingi, lakini nikipata hiyo pesa japokuwa ni kidogo, ikawa pesa ambayo naiona naitumia kwa matumizi fasaha, ikawa inaingia kwenye malengo. Maana hizi zingine kipindi cha nyuma, kuna muda mwingine nilikuwa nikizipata unaweza nikazipeleka kwa waganga, kama sio kwa waganga nikawa mlevi. Kama sitapeleka kwa mganga, napeleka kwenye mabaa, naenda kukesha na marafiki ambaye wanamtumikia shetani. Namshukuru Mungu mpaka nilivyo hapa huduma yangu. Namshukuru sana Mungu aliye hai ambaye ni Yesu Kristo. Japokuwa kwa kunitazama watu wengi hawawezi wakaamini ya kwamba Yesu amenivusha sehemu ambayo nilikuwa natarajiwa, japokuwa bado sijamiliki usafiri wa gari, ila kama nyumba sasa hivi nimejenga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maisha ya kula yanatosha. Nina usafiri ambao namiliki ni mdogo kama pikipiki inayo, lakini ndani ya miaka hii ambaye namtumikia Mungu toka 2019 nilipompokea, nimeweza kujenga. Nina nyumba 2 kwangu, moja ni Mgongo wa Tembo, nyingine ni nyumba tu ambazo za kisasa. Kwa tunamshukuru Mungu. Lengo langu na ushauri wangu kwa vijana wanayenitazama na ambaye pengine watasikia ushuhuda wangu, nakwambia kwamba Yesu anaweza, na Mungu tunayemwabudu ambaye ni Yesu anabadilisha. Kwa ushauri wangu, Yesu wakati akiwa anatembea na wanafunzi wake aliweza kuambia neno moja tu, kuomba. Kwa nilipompokea Yesu
ninaona njia kuu ni kuomba. Bwana Yesu asiwe sana, na kuamini ya kwamba Yesu anatenda. Maana wanafunzi Yesu aliwaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Zangu wa Tanzania wenzangu na kabila zingine, ushauri wangu, wote wanasumbuka na matatizo, pengine magonjwa, pengine shida ya pesa, pengine shida za namna mbalimbali, tamaa ya mali, ukimpokea Yesu anaenda kubadilisha. Ninao mengi ya kueleza, lakini kwa haya machache ambayo nimeeleza, mimi nawaambia kwamba Yesu anaweza. Mtazamaji wa Yoa TV, bila shaka umesikiliza ujumbe wa mtumishi wa Mungu Musa Mwigulu. Mtumishi wa Mungu, mimi nikwambie kwanza, hongera sana kwa kushindana na kufanikiwa kushinda yale ambayo umeona kwa sasa hivi sio njia sahihi na mwelekeo sahihi, na sasa hivi umeamua kumtumikia Mungu. Kitu ambacho kimenisisimua sana katika huu ushuhuda ni kitu ambacho mnaenda kuoga mkiwa hamna nguo zozote. Watu wanakuja alafu mnawaambia piteni. Hata kama ningekuwa mimi namkuta mtu anaoga, sidhani kana niambia nipite. Sidhani kama ningeweza kupita njia hiyo. Lakini kikubwa ambacho nakwambia mtumishi, kama mtumishi alivyokwisha kusema kwamba mali, pesa, kila kitu ambacho unakitafuta na unakihangaikia kwa waganga, kwa Yesu tunapata mara mbili. Amen. Mimi nikushukuru sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki na tunakutakia kila laheri kwenye huduma yako. Nikukumbushe tu mtazamaji, hapa tupo mkoani Singida, katika manispaa ya Singida mjini. Tupo kata ya Utemini, maeneo ya Veta Chini. Tupo hapa na mtumishi wa Mungu, tumeweza kuzungumza mengi sana. Mimi nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa Yoa TV. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jina langu ni Hosea Emmanuel.